marufuku msichana yeyote kutembea na kijana kama hajakuoa. Wote mseme tumefunga mageti, tumefunga na makufuli, funguo tutazipeleka kwa wachungaji. Anayetaka mimi nifunguliwe mpaka alipe mahali, ajitambulishe na nini, alete kwa mchungaji. Mchungaji atuombee, afungishe ndoa, ampe ufunguo, akafungue, niende naye kwake. Kama wadada wote mungeweka msimamo kwamba hatutaruhusu ujinga, hatutarara na mwanaume yeyote mpaka atakapotuoa. Ngoja niwaambie ukweli, mabinti mungeolewa nyie, mungeolewa sana, mungeolewa sana. Unajua sasa hivi kwa nini mnachelewa kuolewa? Hawa vijana wanaoaje wakati kila wanachokitaka wanapata? Mnaenda mpaka kwenye marumu zao, mnawafulia nguo, mnawapikia, mnawaoshea masahani, mnafanya kila kitu, yaani mambo yote wanakula. Alafu mtegemee wataoa. Wana haraka gani? Ukimuuliza kijana kwa nini hujaoa? Hamna, nitaoa huko mbele. Ana shida gani? Anapata kila anachotaka. Anahudumiwa kama mume wa mtu. Hafui, kuna mzembe mmoja anakuja. Hapiki, kuna zuzu mmoja anakuja kupika. Hafanyi usafi, kuna kajinga fulani network katika kanakuja kupiga deki. Yaani hafanyi chochote mule ndani, kuna kapumbavu. Hakana akili. Kajinga. Wazazi wake walipoteza school fees, walikalea, kumbe wanakalea kazezeta zuzu. Kana kuja kusafisha majumba ya watu bila kulipwa chochote. Baba, twende kwa maombi. Sawa. Kumbe kanaenda kwenye marumu ya vijana kufanya usafi. Umependa usafi wa leo? Na kesho nitakuja. Sawa. Nikupikie chakula cha mchana na cha usiku. Halafu nakuja wachungaji, mniombe. Tukuombee kitu gani? Mungu anipe mume. Mungu anipe mume. Wewe si ni mopu ya vijana? Msafisha majumba yao. Unataka tukuombee mume wa aina gani? Ndio mwisho utakuja upate mwanaume wa kweli ambaye yuko serious, anataka kukuoa. Anaoa kama mtu kamechoka, kamekuwa kashosho, yani kamechoka. Paka baada ya kumuoa unashangaa hata kufagia nyumba yake amechoka, maana kamesugua mageto ya wanaume huko mpaka mgongo umekata center bolt. Sasa hata nyumba yake anashindwa kufanya usafi, nguo za mume wake anashindwa kumfulia. Nguo alifua majinsi ya vijana paka vidole vimeparalyze. Unamwambia mke wangu safisha nyumba, anasema yani nimechoka. Umechoka saa ngapi? Wewe tumeoana juzi tu. Wewe umeoa shosho. Kalikuwa kamama ka watu. Mchungaji usiongee maneno magumu, hubiri soft word. Hivi unavyoona hicho kichwa ni cha soft word hicho? Hebu muangalie jirani yako, hicho kichwa kinahitaji ni hubiri mahubiri soft. Unakionaje hicho kichwa? Hicho kichwa kinataka hama, nyundo inalia ndui, ili hata kesho na kesho kutwa kwenda kuosha majumba ya vijana, kichwani hii nyundo itakuwa inasikika. Mimi ndio zuzu, mimi ndio jinga, mimi ndio pumbafu, mimi ndio tu mwanamke toa hovyo, nimekuwa kashosho. Na we kijana
Ukiona kibinti kinakuja kupika, kinakuja kufua, hicho usishughulike nacho kukioa, sio kiwaifu material, hakijiheshimu. Hicho ni cha governor. Kwa sababu mtu anayefagia kwenye maofisi ya governor, maofisi ya mbunge, huyo si ni cha wote. Anafanya usafi kote. Wenzio wale wanafanya usafi kwenye maofisi ya governor ya nani, wanalipwa hela. Sasa wewe unafagia mara kwa kijana huyu umefagia, mara kwa kijana yule umefagia. Unalipwa shilingi? Anakupa tu 100 ya nauli ya boda. Watoto wetu tumewazaa kwa tabu, tumewalea kwa tabu, alafu watu wengine wanawachezea ovyo nyumbani, wakiambia osha vyombo, mdomo huko kule. Nyumbani wakifanya usafi, nyumbani visifangu, lakini kumbe kuna mahali unapelekeshwa. Alafu unakuja kanisani, nasivunja nguvu za giza, nasivunja nguvu za giza. Unavunja nguvu za giza wakati wewe mwenyewe nguvu za giza. Unavunjaje familia yako nguvu za giza kwa nguvu za giza? Pastor, nahubiri haya maneno kwa sababu leo ndio tunamaliza, na sina uhakika kama watakuja kule crusade, kwa sababu ile crusade mara nyingi tunadili na watu wa nje, tunawahubiria wamjue Yesu, lakini humu ndani tunanyoshana sisi kwa sisi, tupigane pasi, tunyoke makunyanzi. Watu wanaotuharibia ushuhuda warudi kwenye reli, ili tunapokutambulisha huyu ni Mkristo mwenzetu iwe kweli. Tunasema Mkristo mwenzetu, halafu watu wanasema unasali na huyo Siku moja tumeenda kuhubiri mkutano Virabuni huko, na hubiri mlevi mmoja akasema, kijana, mbona nahubiri na watu wenzetu uko nao hapo? Akasema wenzenu? Akasema kuna walevi tunakunywa nao wako hapa, sisi hatukujua. Nikamwangiza yule, njoo uchukue walevi wenu hapa. Wakatoka kule wakaja, tukashangaa wamenyoka kwa mzee wa kanisa. Kumbe ni mzee wa kanisa alafu mlevi. Wachungaji makanisa haya yana siri, yana siri nzito. Wa asubuhi kwenye ibada, usiku analembuya pombe. Wakaja wakamkamata, wakasema wewe. Nikasema hey, kwenda. Wakaondoka naye. Nikasema mwingine. Wakaja wakachukua mwingine. Nimekuja kuhubiria walevi wakati niko na walevi hapa. Walipowachukua wakasema haya, sasa endelea. Siku hiyo watu waliokoka. Miongoni mwa mtu aliokoka siku ile, akaja akawa mchungaji wa hiyo kanisa tuliokuwa tunachunga. Sababu pastor wangu alipo retire, huyo akawa ameshakomaa kiroho, tukampeleka Bible, akaja kubadili kuwa mchungaji, lakini aliokoka siku na ubiri kilabuni, amelewa. Namwambia sema asante Yesu, anasema na wewe sema asante Yesu. Namwambia sema Yesu anakupenda. Sema Yesu anakupenda. Lakini nikamuongoza hivyo hivyo. Kesho nikamkaribisha kanisani. Aliwahi, maana hajui hata muda tunaanza saa ngapi. Mimi nimewahi kwenye maombi na kuta huyu upo mlangoni. Nikaanza naye mafundisho. Fundisha paka kakomaa, paka kaja kuwa mchungaji wa hilo kanisa. Naona. Lakini kuna watu wanatutia aibu. Tia aibu kabisa. Unaweza ukasema mchungaji, kwa nini umekazana na vijana? Niliwaambia hapa kwamba tunadili na vijana kwa sababu ndio kundi lenye nguvu ambalo litatumika kanisani kwa muda mrefu, ambalo litabeba ushuhuda kwa Kristo kwa muda mrefu. Niliwaambia wazee wengi ni watenda dhambi wa staff, wameretire, lakini sio vijana. Na niliwaambia
Ukitaka kuona picha ya kanisa, angalia vijana wanaosali hapo kuanzia miaka 14 mpaka 46. Ndio watakupa picha halisi ya utakatifu, kama ako kanisa ni kakundi kawauni au ni kanisa. Unaangalia hao vijana wanaosali hapo. Kuna vijana wako tu na wachumba waeleweki, mara mtu ana wachumba 6, ana wachumba 7, mara nini, alafu wasichana watu hawafahamiani, kila msichana anafikiri ni mimi, anaimba kwa furaha akijua niko na mtu, kumbe tapeli, ana watapeli watatu wote mko hapo. Mbona nasikia paka watakuja hapa? Sisi kwetu tukitaka kuita paka na amen. Mnanisikia? Vijana hasa, mnanisikia? Yesu uliye naye ndiye, au tumtarajie mwingine?